Mwaka ambao sio kupoteza muda ni huu. Ni mwaka ambao unakutimiza malengo. Usikubali kukatishwa tamaa na watu. Haijalishi unapita kwenye wakati mgumu kiasi gani. Najua wapo watu wanaovunja mioyo wenye maneno ya kukatisha tamaa. Lakini hebu jitahidi kumsikiliza Mungu ambaye analo neno la kuponya moyo wako. Yeremia 30 mstari wa 17 anasema, nitakurudishia afya na kukuponya majeraha, maana ni Sayuni, mji ambao hakuna mtu autakaye. Haijalishi wamekukataa, haijalishi wanasema maneno gani, lakini yupo Mungu ambaye atakusababisha ufike kwenye hatima yako. Haijalishi unapitia wakati gani, lakini amini utafanikiwa. Usikubali kukata tamaa kabisa. Nakupa mfano. Batimayo mwana wa Timayo, wakati Yesu anapita, akasema ni nani anayepita? Wakamwambia ni Yesu. Akaanza kupiga kelele, Yesu mwana wa Daudi, Bwana Bwana mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Wale wanafunzi wa Yesu, wale walikuwa wakiambatana na Yesu, walianza kumkatisha tamaa, wakamwambia acha kupiga kelele, nyamaza. Anayepita hapa ni mkubwa, anayepita hapa ni nani? Wakaanza kuelezea vitu vingi. Lakini kwa sababu Batimayo alikuwa na mpango na malengo ya aone, alichokitazama ni kile anachokitaka kitimie kwake. Hakusikiliza hawa, aliendelea kupiga kelele. Kadri alivyopiga kelele sana, mwisho siku Yesu alimsikia. Akamwambia mwacheni aje. Alipofika kwa Yesu anaulizwa, unataka nini? Batimayo hakuwa na mambo mengi, anasema Bwana, nataka kuona. Sasa na wewe usiwe na maneno mengi. Simama kwenye nafasi yako. Usiruhusu kusikiliza hao, watakupoteza. Weka akilini na uwe makini.